shilingi za usajili jamani, nikanaambia mpaka washabiki wengine ambao walikuwa hawaelewi kwa nini kuna wengine Mohamed Dewji aondoke katika klabu ya Simba, alikuwa anashinda kuelewa. Niliwaambia Mohamed Dewji kaweka bilioni 20 kama dhamana, ina maana kaweka kwenye fixed account, ina maana klabu ya Simba kila mwaka wanapata hela. Sasa vitu kama hivyo mwenyekiti angekuwa anavirudia kila siku, huu utata kwa watu wachache, yaani ungekuwa haupo. Sababu nini maendeleo? Klabu ya Simba inapata kuulizaje Mwipaya? Yes, mmesajili jana kocha mpya. Kaitona nani kama unasema kuna wasaidizi na viongozi wenu wao. Kuna bodi ya kurugenzi. Ndio wamemleta. Klabu ya Simba ziko pande mbili, labda nikutosheleze zaidi Masia. Klabu ya Simba ina pande mbili lakini inakwenda kuwa na pande moja. Klabu ya Simba ina asilimia 51 ya wanachama, ambayo ndio kuna shida kubwa zaidi hapo. Klabu ya Simba ina 49 kwa wanachama, yaani kwa mwekezaji. Tusiende kwanza huko kwenye mkutano wa jana. Tutakuja kufafanua. Nataka hapa kwa kocha. Yes, mmemsajili kocha mzuri. Sasa kocha wasaliti mnawakika kwamba ndio wanasababisha au ni nyinyi kwamba usajili zetu za kwa vibaya? Huwezi kuwa na sajili mbovu. Wewe Alassane Kante, kuna mchezaji wao mmoja namba 8 ambaye tulikuwa tunamhitaji sisi. Yuko anacheza na Cristiano Ronaldo kwa nini? Huko nani Arabuni. Tumetaka kusajili sisi, tunataka kuchukua yule pale na Kante. Alassane Kante ni mtu akwenda Ulaya. Nimekuambia kama Yaya Toure, Alassane Kante kama Yaya Toure ni mtu akwenda Ulaya. Tumeenda kwa sajili kuna Nabi Kamara. Wewe unamjua Nabi Kamara ni mtu ambaye umeelewa. Kashatoka huko Arabuni huko, kacheza Arabuni huko Nabi Kamara. Tumeona? Unakuta nani Morris Abraham kashacheza Ulaya huko, Morris Abraham kacheza Ulaya huko, Morris Abraham. Kwa hiyo sisi kwa wachezaji hakuna klabu ambayo imesajili wachezaji wazuri zaidi kama klabu ya Simba. Nataka tuhame hapo. Maneno yako sasa ya mwisho. Shindilia weka msisitizo kuhusiana na kocha wenu Steve Barker, ili tuhame mali. Kwa kocha wetu huyo Barker huyo, tunachosema kwanza apate ushirikiano, na moja ya ushirikiano kwanza tunahitaji bana kocha msaidizi Suleiman Matola pale kwenye benchi asiwepo. Yaani asiwepo kumpa uhuru mtu afanye anachotaka yeye. Kwa sababu tunaweza tumemchukua Steve Barker umesia, anakuja ni kocha mzuri zaidi pale. Lakini kama Matola atakuwepo, sababu tulimpa mtihani mmoja tukani mechi na Azam ile pale. Katuvuruga. Hatuhitaji kuwa tunahitaji Steve Barker aje na benchi lake la ufundi wote. Aje kwanza na fitness coach ambaye anamwamini anapitia nchi ya ahadi, na aje na msaidizi wake, ikiwezekana hata watu wawili. Na vile vile aje na analyst wake, na vile vile aje benchi la Simba leo limeenea na watu wa saikolojia. Kuna baadhi ya wachezaji wanatakiwa yani wabusiwe kwa saikolojia tu katika klabu ya Simba. Baadhi ya wachezaji wanatakiwa saikolojia tu wajenge, basi tuondoke maneno. Kwa hiyo mkazo wangu niko hapo. Viongozi wa klabu ya Simba, mnataka kuheshimisha klabu ya Simba, mmemleta huyo Steve Barker, basi mpeni ushirikiano, muondeleeni yale vile urasimu ule. Tunataka awe peke yake katika benchi la ufundi. Tukimhukumu tumhukumu yeye kama yeye, lakini sio kama mnameta hapa huku pembeni kuna Suleiman Matola. Suleiman Matola kazi ya Simba imeshamalizika. Mwache peke yake kocha hadi na wasaidizi wake. Mimi ndio ushauri wangu kwa swala la kocha. Shukrani sana.